Shikamoo mzee. Marhaba. Bwana Zayumba. Mr. Jiwe. Habari yako bwana? Salama za kwako? Salama. Imekuwa bahati kukutana hapa. Hivyo nitumie nafasi hii kukushukuru kwa ushirikiano mkubwa ulioonyesha katika kipindi cha msiba. Hivyo Mungu akubariki sana. Unajua sisi ni wanakijiji. Kukimbiliana ni swala la kawaida sana. Na ukizingatia una binti yako ni rafiki yangu sana, nisingeacha kuja msibani. Vema ndugu yangu. Bwana ndugu yangu, unataka kuniua njaa. Hizi siku zilizopita sijashika kabisa pesa yoyote. Na unajua kabisa si mishemishe zetu tunazozitegemea ni hizi za udalali. Sasa sijui vipi wewe bosi wako. Ni kweli, lakini tatizo sio mimi. Tatizo ni kwa bosi wangu kwamba alipata dharura akawa ameondoka. Hivyo haikuwezekana tena kufanya zoezi hili. Basi pindi atakavyorudi swala hili litaendelea kama kawaida. Labda nikwambie kitu. Hawa mabosi bila kuatia amsha wanajisahau kwa sababu wana mambo mengi. Mfikiria mimi naishi na wadogo zangu, wananitegemea na mimi ndo kaka mkubwa. Uwezi amini inafikia hatua wao ndo wanajichanga ili kipatikane chochote kitu cha kutia kinywani. Na mimi kaka mkubwa nipo. Na tegemezi langu mimi ndo hilo kudalalia. Sawa, nimekuelewa. Bosi wangu hana longolongo. Pesa yake iko mfuko wa shati. Ni hiyo tu dharura iliyojitokeza. Sawa. Fanya hivyo. Lakini naona leo upo kwenye muonekano mwingine kabisa. Nywele umeamua kuziachia. Ni kweli. Nimeziacha zipumue kidogo. Sawa. Kama unavyojua, ng'ombe wa mbele akifanya uzembe, anaadhibiwa ng'ombe wa nyuma. Kwa hiyo, changamka ili tupate hela mapema. Haina shaka. Baadaye. Tua ngoma, mama. Tua ngoma, tua ngoma, mama. Tua ngoma, Ulimwenguni tumeumbwa pamoja, ila wengine kama mejiumba wenyewe. Hawaangalii kama si kwetu moja, utadhani wataishi milele. Angekwepo mwana Marundi tungejua, ama Firauni wa Musa. Roho za watu wanauziana, ndugu wanawacha mizoga. Anafanya mambo hadharani kwenye jua, anatachembea uoga. Anawapanda watu na kuwavuna mithili ya shamba la mboga. tua ngoma, mama. Tua ngoma. Dadakela huyo. Za leo kakepe. Mimi niseme tunaendelea tu vizuri mimi na dada zangu maskani huko, hakuna homa wala malaria. Matoto mshukuru Allah. Kaka, sio nashukuru Allah. Namshukuru Allah. Hiyo ndio faida ya kukimbia magurasa. Yaani tusiwape nani faida wananchi na nzengo zao. Aya niambie vipi tena, mbona misere afukajua kana waka hivi? Afadhali tumekutana hapa. Maana huu mguu ulikuwa unaelekea huko kwenu kuja kuwaona. Tangu nitoke msibani sijeje kuwapa pole. Na kama una kumbukumbu, mimi nilipopatwa na matatizo nilikuwa kipaumbele sana kuja kunipa pole. Kwa hiyo na mimi nikaona sina budi kuja kuona huko nyumbani kuwapa chochote kile.
Hapo tu niseme kwamba yani walivyosemaga kwamba utakachopanda ndicho utakachovuna. Umeona, sisi tulivyoonesha ushirikiano wakati wa msiba wa wazazi wenu, na wewe tayari ndio unaonesha ka ushirikiano hivyo hivyo. Hilo tu tuseme kwamba ni jambo la heri. Umeona. Umesema kwamba umeambatana wewe na Vichenchi. Basi kama itapendeza nikupe tu pole yake hapa hapa. Kichona gaila mwezenu. Mimi anakuwa nje geti nikaga odaga itare. Mimi niseme tu hapo asante hapo. Naona kabisa li mnyama limetulia zake hapa. Sasa mbona za zingine unatoa na vinyongologota tena kwenye kimtandio. Bora tu ungenipa maana kwa ndiko nigeia. Akakatoshi niko na visilani kule maskani. Mimi nilijua utarudisha hiyo tuongozane kwa pamoja nyumbani ili nikiwapatie wote mkiwa mmekamilika pale nyumbani. Kuongozana tena nyumbani hapo. Ngoja. Nikisema nende nako nyumbani. Nakajua kaudoko nela. Katanda kiepe. Hapa na dewela za nyanya, tora dewela za nyanya. Takosa hata shilingi 100. Sasa labda tu nikwambie kwamba wazee wangu wa kichwani wamegoma. Eti ukatugawanisha pale maskati. Hiyo itakuwa jao hiyo. Wewe fikapo tu kama ulivyodai mwanzoni. Haya, mimi ngoja niende nikaone pale nyumbani. Sema umetisha mashuti tu. Paka kwao. Yana pamoja mzima una bablet. Kiepe ya muya, supu ya marobaini. Mkabure sio kama mtembea bure, kwenye bure miguu ndio utakazo kula faida yake ndio hii sasa. Hapa tali mimi nichapata vifaranga vyangu. Enda na enjoy. Napewa kwa matira nikiwa limalaga hapo napiga kwanza. Sikaudo kama hivyo kuna mala, ukichelewa utakula miguu yako. Wewe unaweza ukala miguu wewe. Maskini. Nimesha kukwambia kankela katiseme kama kamenipa hela. Hapo nishapeli mchongo wangu wote. Nasema nini? Ya hiyo imeshaeleweka kiatu tu. Yahoo! Mwanangu Kipipi, ujio wangu nilojia hapa ni kuhusiana na swala la mdogo wako. Napitia magumu sana haya yanayoendelea katika familia. Na wewe ni mwanamke mwenzangu. Ipo siku yatakukuta kama hayo yananikuta mimi. Kwa hiyo hiki kinachoendelea, mwanangu natakiwa wewe upande wangu. Unafikiri mama mimi na shida na wewe? Sina shida kabisa na wewe. Na ndio maana hata mlivyoniagiza niongee na Siwa niliongea naye kabisa. Ila mimi kinachonikwaza na anayenitibua ni mjomba Mbwembwe. Kwa nini mjomba Mbwembwe ili swala yeye alivalie kidete? Yaani amelibebea mbeleko utasema yeye ndo kaingia leba. Au tumbo libeba yeye, leba aliingia yeye. Nashindwa kumuelewa. Sawa? Huyo mjomba wako, kumbuka mimi ni kaka yangu. Na yeye anayafanya hayo yote kwa ajili ya familia. Kwa hiyo usifanye hivyo. Toa hofu mamangu. Kwenye hili nitakuwa na wewe bega kwa bega. Basi nimefurahi sana kusikia hivyo. Maana hata ile jana nilikuja kwa niaba ya kuongea na shemeji, sijamkuta. Lakini nia yangu ni kuja kuongea naye kiutu uzima ili tupate amani ya familia. Baba ametoka, tena ametoka muda. Lakini kwa mianjo ya yule mzee, naweza nikakwambia msubirie akachelewa kurudi. Pia naweza nikakwambia nenda akawahi kurudi. Kwa hiyo shemeji yako hata eleweki. Na mtu mwenyewe hata atajui hapo anakuja.
Mbona mwongei? Nimewaingilia. Au mlikuwa mnaniteta nyinyi? Aka. Aka nini naye? Hapana shemeji. Wala alikuwa hatukuteti. Ujio wangu nilikuja hapa ni kwa ajili yako. Ni kuhusiana na swala lile lile la mtoto wetu Siwa. Tabu wewe. Nitulia kwanza. Wewe usije ukasubutu kuvuka hiki kizingiti cha mlangoni na kuingia ndani. Yule bibi ambaye uliyetaka kumsaidia akuishia tu kushika nywele zako kichwani na kukuumiza. Ila isipokuwa aliondoka na nywele zako. Shika. Shika. Hizo ni nywele zako. Na muda huu tunavyoongea ni kuondoka haraka iwezekanavyo na uende kwa babu yako mzaa baba. Na ukamsimulie kila kitu juu ya hili. Atakusaidia. Umenielewa? Nimekuelewa. Aya, nenda. Mbona kunitoa mudi? Unajua nimekuja na furaha gani damu yangu hapa? Na furaha ya hatari, hujui wewe. Changanya. Hilo sasa nishasema sitaki kulisikia tena kwenye masikio yangu. Naleta tena. Bwana, tukutia vichwa hapa. Tukutia vichwa kweli vya maana. Tunyona mbaya hapa. Chukua vitu vyako, miguu yako, nenda kwako. Lakini baba. Pusi wewe. Nyau. Nimesema wewe mama, ondoka kwako. Ngoga vichwa kama jitulia. Sasa hivi. Gani? Wewe acha masiala bwana wewe. Bwana kuna njia kubwa kupita, hapo pita nyuma kwangu. Bibi. Yuda. Msaliti. Petro. Mimi mama Yesu. Mama Yesu. Bika Maria. Mko mnaongea nini hapa? Tatizo yake baba umefika tu unaanza kukurupuka. Mama mdogo toka afike hapa. Hajaongelea swala lolote na mimi kuhusu Siwa. Yaani ili swala Siwa kaanza kuliongelea baada ya wewe kufika. Wewe unafika tu unaanza kucharuka. Ila sijui kwa nini na wewe umenikataza kuongea mimi. Yaani ulipofika wewe ndio jambo umelichangamsha. Yaani baba ungeniachia nafasi mimi ni mchambe yule. Ningemchamba yaani angekauka kange kwa mgumu kama ng'onda. Na ni hivyo tu ulinistopisha pale nisiongee. Baba nitaka nikwambie, kwa nini unaongea sana vitendo hamna? Mimi nitegemea pale ungeluka vichwa, ungeluka sarakasi pale. Edi moja. Kama ananiingia hivi kena yanatokea huko. Kipipi sikuamini kipipi. Sawa. Na kuomba tubaki kwenye msimamo ule ule. Hakuna usaliti hapa. Mimi nikusaliti wewe babangu. Sahau. Yaani nife mimi, ufe wewe. Mwendo mmoja tu. Kazi afu na mimi nagongelea na nyundo na mesumari. Hawezi kuchezea sisi akili zetu. Tuna sisi mapanganga. Sie kwetu hilo hakuna. Urara. Confirm. Aya. Niambie umenitia nini hapa? Mimi nilikuwa nahitaji tuzungumze. Maana jana hatujaachana kwa amani kabisa. Kwa mwana sehemu sahihi ya kukaa mimi na tukaongea madirishani kwa watu kama hivyo watu wanatusikia ndani. Hapana, naelewa. Ndio maana nimekuita hapa kwa sababu wenye nyumba ameenda shamba. Bali babu aje nakusikia. Baruza, mimi naomba unielewe juu ya masuala barua yanayoendelea. Simfahamu huyo aloleta barua na hala sijapanga naye chochote. Kwa hiyo nakuomba ondoa hofu na mashaka juu yangu. Sasa mimi na wewe tukiishi hivi bila amani na nyumbani kwetu unapokufa hivi hivi na unajua kwamba wewe ndio furaha yangu Baruza. Napitia wakati mgumu sana. Alafu kaka wewe nakuja. Vipi hapo mcheziki chizi? Baridi nunda manunda mwili mdogo nguvu za tembo. Sasa ndio. Vipi janja? Safi. Mwanangu kulivo kucha tu. Magumu mpaka mtaani kwenu. Nikakukosa nikabidi niingie mpaka maskani. Hapo kwenye nimekaa sana maskani mwanangu. Nimeburuza sana hapo kwenye mdogo mdogo kama kobe babangu naelekea zangu mtaani.
Hapo kwenye wanchi nakutana na sister kama hivi njiani. Alikata vipengele vile ulivyoniambia. Mimi nimetokea kwa bi mkubwa hapo, maana jana aliniita afu nikashindwa kumtimbia. Leo asubuhi ndo nikaona nimuibukia hapo. Sema kanipangilia ndombolo zile zile tu kuhusu sisteli hapo. Sema sio swala, kama vipi tuibuke hata maskani hapa, afu masuala ya sisteli tutaongelea huko mbele kwa mbele au vipi? Ile mwanangu. Sasa da sister. Hapo kwenye baruza, mishale au sio? Hizo. Afu wewe hizo digari zako za kuchukulia kama mimi na tunalingana sifagili ndakuja nikukande. Yaani mimi nakwambia janja vipi na nijibu safi unashindwa kuniamkia. Shamba wewe. Tuangoma Manike wewe Tuangoma Nyanda wewe Tuangoma Bakema wose Tuangoma Banamala wose Tuangoma Shijinji shise Tuangoma 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 Banamala wose Tuangoma. It's me again. Mr. Burudani. Ni nyaho. Habari gani? Assalamu alaikum. Bwaga, mimi nimechoka na hizo salamu zako. Naomba unisikilize. Nimekuitia hapa na jambo langu hili. Kuna jambo letu sisi kama familia, nataka unipelelezee na uje unipe jibu limenyooka. Si umenielewa? Jambo hilo hakuna mtu yote analijua hapa kijijini zaidi ya sisi tu familia. We mate. Bwana mimi jambo lako nalijua. Mchana kweupe pepe. Unachokijua wewe ni? Hii kimebisha. Kinataka kuleta utata kwenye utatu nitakitatua. Mimi najua kila kitu you are einstein. Naelewa kuwa mdogo wako Siwa I want to marry me kuwa amepata bwana anataka kuja kumuoa. Where are you country now unanibishia? Aibu naona mie. Ai! We baba kibelenge. Haya, umeyapata wapi hayo maneno? Maana yake tu familia ndio inajua. Wewe umelitoa wapi? Na ndo maana ukaniita ili kuja kunipa kazi. Kwa maana Bwage Yala alishawahi kufanya kazi kubwa kuzidi hata hivi kazi vidogo vidogo. Mimi nilishawahi kushindana na watu 1000. Serikali yenyewe inanitambua kwamba Bwaga ni mtu wa aina gani, performance energy. You know? Nilishawahi kushindana na watu 1000, lakini Bwage Yala akatoka first 1 DNA. Lakini ajira ilipokuja kunikosa ni pale tu nilikuwa sina cheti. Serikali kaniambia Bwaga nenda mtaani ukahangaika kama panya mende kungune viroboto. Sawa. Maana kwa hayo masifa sikuwezi. Nisikilize sasa. Yule mshenga aliyoleta barua nyumbani kwetu sisi, hatujui anapokaa. Tunamuonaga tu maskani, mara kenda msikitini kuswali, lakini hatujui anakaa wapi wala koo lake ni lipi. Kwa hiyo nataka uende ukapeleleze uje unipe hizo habari zilizonyooka. Kimekukuta nini? Maana hapa nyumbani umeletwa umezimia. Hujalekwa chochote? Hujitambia chochote? Kwa kumbukumbu zangu nilikuwa njiani natembea. Ghafla nikahisi kuzunguzungu. Baada hapo sijajitambua tena. Maana hapo penye nyumbani umeletwa na watu. Wamekuta kwa babu umezimia. Na kuzundika penye mkuja kuzundika nyumbani. Sasa nataka uniambie kesho kwa babu kule nini? Mimi nilikuwa siendi kwa babu. Mimi nilikuwa naelekea kule kwa rafiki yangu Lila. Baada hapo ndio ikanikuta hiyo hali. Sasa nisikilize kwa makini. Sasa hivi kutoka nyumbani unaaga. Kila sehemu unapoenda, naomba unanyiaga. Ili hata ukichola kurudi nyumbani basi najua sehemu fulani nakukuta. Ama sura kutoka nyumbani uwagi. Sasa nitakuumiza. Nitakupiga kabisa. Usinizoee. Unanielewa? Sawa dada, nisamehe sitarudia tena. Waendelea. Mchongo tu ni mtu asiojulikana. Mbona mimi namjua? Sina nile Yaya. Yaya unaishi wapi? Kwani jina halisi nani? Halisi nani? Maskani yako Kinondoni. Mimi huyo nakuhakikishia nitampeleleza na nitamfahamu. Titi for tati nitakuja kukupa majibu ya mtu wako na mtafuta. Lakini kikubwa kinachomata Sasampa. Tukae chini tuongelee kuhusu masuala mazima ya Sasampa. Weka Sasampa mezani tuongee. Sawa. Ukifanya kazi yangu nitakupa kiasi cha pesa. Wewe unasikia wapi? Naomba utaje kiasi, maana hata shilingi 10 ni kiasi, 100 ni kiasi, 50 ni kiasi, 200 ni kiasi. Kwa hiyo naomba unitajie kiasi kinachoeleweka ili tuweze kufanya kazi yako kiuadilifu. Kwa kazi yenyewe nilokupa hapo 15,000 inakutosha.
ongeza 5,000. Bwaga, mimi nina 15,000 tu na ndio hiyo inakutosha. Na nisikize nikwambie. Nimekupa kazi, unataka 15,000. Sasa nenda kanibolongee kazi yangu. Uje hapa nikupe hela yangu, uitumie vibaya. Unakumbuka shule mlikuwa mnaniita jina gani? Pilipili, si ndio Sasa utajua nilikuwa na waashaji watu bila kutumbuka. Basi family la. Hii kazi umemkabidhi mtu mwenye akili zake timamu aliyosomea kwenye mti wa mchikicha kafeli akafukuzwa shule Amina. Huyu Zubeda kenda wapi? Sijajua alipoelekea. Vipi kwani? Unataka kumwagiza? Na kama ni hivyo basi niagize hata mimi. Kwa sababu kwa jinsi unavyomuita kama angekuwa mazingira karibu hapa angekuwa kashetikia tayari. Kwenye kigoda changu niliweka sahani na kitu changu. Naingia ndani natoka, sijakiona. Ni nani mwingine kama sio Zubeda kachukua? Kaenda kuchezea kwa wenzake. Mbona mimi nimepita hapo ukumbini mama nimeona kigoda na sahani tu. Hicho kitu kingine ulichokiweka sijakiona. Mimi ndio niloweka hicho kitu. Lazima tu mwanao kakibeba hicho kitu. Kaondoka nacho kwenda kuchezea. Usibishe wala nini. Zubeda unamjua. Yaani na unamjua vizuri kabisa. Hana mazoea kuchukua kitu ndani na kwenda kuchezea huko anapoendaga kucheza. Labda tu angalie vizuri. Na ni kitu gani hicho mama ulichokiweka hapo ambacho hutaki kuniambia? Kuna kitu tu mwenyewe nilikiweka. Huyu alokichukua nadhani anajua ni nini alichokibeba. Sasa mama ukisema hivyo mimi unanitia pressure. Niambie ni kitu gani? Huenda mimi nimekiona tofauti na hapo ulipokiweka. Ni nywele. Nywele? Ndio. Asa mama Zubeda achukue nywele aende nazo wapi? Anaenda kuchezea na nani? Mimi sidhani kabisa. Sasa na hizo nywele zina umuhimu gani mpaka mtu unamuita kama vile kachukua kitu chako cha thamani? Hizo nywele kwangu zina umuhimu mkubwa sana. Na mpaka nazipata hizo nywele, hujui shida gani nilopitia. Sawa. Sasa ukija kunipinga na ukanichanganya na unazidi kunichanganya. Zubeda! Zubeda! Kiukweli kata umenikera sana. Yaani wewe kushindwa kuhudhuria msibani kweli. Licha ukaribu tulikopo nao mimi na wewe. Hata ukaribu wako ina baba mdogo. Ungekuja basi hata kwa sababu yake. Ni za kipenzi. Siwezi kufanya hivyo. Msibani mimi niliwasili. Lakini kama unavyojua, wanawake wanakaa ndani, wanaume wanakaa nje. Laiti kama ningekuwa na jinsia kama yako, basi ningeingia ndani na tungeonana. Ila amini kwamba nilifika msibani. Hapo sawa. Kilichonifanya nihisi hujafika msibani kwa sababu sikupewa taarifa yote ile. Sio kwa simu hata kwa mtu kuniambia kama ulifika. Oh jamani. Ndio maana nimekuja leo kukuaminisha kwamba nilifika msibani. Hebu ondoa hizo mambo. Mimi siwezi kukaa mbali nawe. Afu na kingine, kakako Msafiri alikuwa ndugu yangu wa karibu sana pia. Kwa hiyo siwezi kufanya kitu kibaya lengo uweze kuumia. Aya sawa. Mimi nishaachana nao mama. Nimekuelewa. Oh jamani, asante sana kama umenielewa. Lakini kama utojali na kuomba jambo moja tu. Baadaye tuweze kwenda sehemu tukatulie kidogo kwa ajili ya kuweza kubadilishana mawili matatu na kuna kitu cha muhimu sana nataka nikwambie. Sawa, ila hiyo sehemu yenyewe isiwe ndani tu. Sawa, usinifikirie hivyo. Najua uko kwenye wakati gani na kwenye hali gani sasa hivi. Siwezi kufanya ambacho nakifikiria. Ila tu ni mazungumzo tu ya maana sana. Na hiyo sehemu unaitaka tutaenda. Tofauti na hapo unapofikiria kwamba tunaweza tukaenda ndani au wapi. Basi baadaye. Malkia wangu. Mfalme wangu wewe.
unamfumbulia nani macho? Kwa hiyo hiki ulichokifanya unakiona kizuri eh? Unaletea wanaume mbele ya uwanja wetu. Yaani hata 40 ya kaka bado haijaisha. Jamani dada, sasa hapa ubaya uko wapi? Mtu sikija kunipa pole au? Kwa nini hiyo pole akakupe kule na akupe peke yako? Alishindwa nini kutufuata hapa mimi na wewe akatupa pole tukiwa wawili? Au wewe ndugu ni wakoko peke yako, mimi sio ndugu yangu? Yaani dada wewe una jema. Kila kitu unachofanya kwako ni kibaya. Bwana utajua mwenyewe. Sasa iwe nina jema, iwe sina jema. Kuanzia sasa hivi. Kwa vile kaka mkubwa ameshafariki na aliyebaki mkubwa ni mimi peke yangu, mtaishi chini ya amri yangu. Chochote nitakachokiongea ndicho hicho kitakachofanyika. Mwenzenu nimemwambia aende huko. Mpaka sasa hivi hajarudi. Na nimemwambia ukweli, akija akichelewa hapa halambi. Na wewe nakuagiza nenda katokomee. Nitakufanya kama nitakachomfanya mwenzio. Nenda. Bwana wewe mtu gani? Allah. Mwanangu. Naam. Nimekuita hapa, wewe ndo mtoto wangu wa kiume. Kuna kazi nataka nikupe, ukaifanye. Hivyo, uhakikishe vile nitakavyokuelekeza. Basi usikosee hata kipengele kimoja. Kamata hii. Kamata. Hicho kifaa ambacho nimekupatia, unatakiwa kutoka nacho muda huu na kwenda nacho moja kwa moja kwenye maziara. Tena kwenye kaburi ambalo la mtu alozikwa 3 nyuma kabla ya 2 waliotangulia. Uende ukafukie, alafu mimi usiku wa leo nitaenda kufanya kazi yangu. Jukumu lako ni hilo tu. Lakini baba, mimi nadhani mzigo ungempatia Sima ingekuwa ni vizuri zaidi. Kwa sababu yeye ndo aga anaambatana na wewe kwenye kazi hii. Lakini mimi baba nitakuharibia. Wewe ni mtoto wa kiume. Na ndio maana nimekukabidhi hii. Haina haja afanye Sima. Uondoke muda huu kwenda kutekeleza hilo. Sima! Abe? Njoo. Shika mzigo huu. Baba amesema nikupatie. Kabla sijaupokea, nipe kwanza maagizo. Maelekezo yapo hivi. Amesema upeleke makaburini. Ukafikie katika kaburi la mtu wa 3 kuzikwa nyuma. Badala ya watu 2 waliofuatia. Ukishaufukia tu, yeye mzee atakwenda kuifanya kazi yake usiku. Kwa hiyo shika. Kwa maelezo ulionipa na kwa uzoefu wa kazi yangu, jinsi baba vile anavyonielekeza, hii kazi anapaswa afanye mtoto wa kiume na sio mimi mtoto wa kike. Kwa hiyo fanya kazi kama alivyokuelekeza baba na usikosee. Ulisema utoingia. Naona mdogo mdogo unasogea. Kaifanye kazi. Welelo yane galemo makoye Olo daga kuyala leja nayo kupande kama koye Galemo magikolo Ange marongi gashindikana familia jago Jile na huzuni Bizokolo bako Kalibalanga ulongi familia jago Jile na huzuni Bizokolo galeba butanzwala Ule makologa okolwala Kashindikana dunia Ule makologa okolumela Galemo gange magagala Dekeli na malala nele sangala Amiso ganyo gale sumu Umanya nalo misomo wacha Kijiji chokola mateso Ina malele liya bayanja Ina malala nele hangelile na uwezo wakole mama zao Gabana
kuna bano biashara yalyo ya bano angelia bayanja bano oshako samano mshijiji ono wingela moko biza mbegu jako hamba shamba lyalyo tuangoma anikewe